Watoto kina mama wanateseka. Mila zetu, mila zetu, mila zetu, mila zetu. Vipi, mbona kama upo sawa? Nikwambia kitu Makeba, nina hasira, yaani nina hasira. Yaani mimi nahisi wewe hauna hasira. Mimi ndo nina hasira zaidi, natamani nikimkamata mimi yule Mwanyeko nimtikise. Hey. Kinachoniumiza mimi sasa sio yeye kutuchongea, ila nani katuchongea hivi? Kwa mfano chifu angechukua mamlaka jinsi anavyosema kwamba mtu anayekosea auawe, sisi leo tungekuwa tunakata kuni hapa. Ina maana tungekufa sababu ni Mwanyeko. Mbaya zaidi ni mtu wetu wa karibu, ndugu yetu, rafiki yetu, tulioteseka pamoja. Inaniumiza sana. Yaani nasemaje? Yule ni kachochea vita. Yaani sawa sana kuchukua kuni kuchochea kwenye moto. Tutakapokutana naye popote, lazima tulianzishe. Lazima tumuoneshe kwamba sisi sio watu wa kuchezewa. Sikufichi. Ninamchukia. Ninamchukia Mwanyeko. Na nataka nikuambie kitu. Tukimkamata lazima tutammaliza. Na nataka tumuonyeshe kama vile alivyosema mumeo. Siku mkirudia nitawafanya kitu kibaya. Kijiji kizima kitajua. Sasa sisi tutamfanya kitu mume wake hatolala siku 3 mpaka wiki. Ikiwezekana hata mwaka. Tukate kule tuondoke. Mila zetu. Mila zetu. Mila zetu. Mila zetu. Ile furaha ya kijiji imeshatoweka. Hakuna babu wala bibi wa kuaminika. Umo ni kiongozi wa mila zetu. Yeye amerisishwa na mababu zetu. Tazama himaya yetu hakuna elimu. Ila kukicha ni kumwaga damu. Utasikia mkimbize haraka kamatwa kakeketwa. Katokwa damu nyingi. Yana tumemzika. Mtetezi kawa adui. Wema tumjui maisha adili. Kila siku kilio. Na kuna kimbilia. Mila zetu zinatu. Mzee, nimekuletea mrejesho kama uliponiagiza kwamba niende nikawataarifu wanakijiji wajiandae, kwa sababu mwaka huu tuna sherehe zetu za tohara kuwafanyia watoto wa kike
wale ambao wamefika umri, na mimi nimepita nyumba hadi nyumba kuwapa maagizo hayo, wote nimewaambia. Ila kuna watu wengine ambao naona wanaanza kufanya mambo ambayo sio. Kuna wazazi wengine wameanza kuchukua watoto wao wanawatorosha. Sawa, sasa cha kufanya hivi sasa, nenda kapeleleze, wajue watu wote walihamisha watoto wao hapa kuwapeleka sehemu zingine. Lete majina yao, sawa? Ndio. Mimi nitajua cha kuwafanyia. Elewa eh? Nakuelewa. Haiwezekani sisi watoto wetu tuwafanyie, watoto wao wawahamishe. Kwa nini? Hili sio maagano yetu. Sasa kama wanafanya masihara, mimi sina masihara kwa jambo hili. Nimesimama imara kulitetea hili jambo. Mila zetu kulisiwa jane mara mitala, mila zetu watoto akina mama wanateseka. Mila zetu, mila zetu, mila zetu, mila zetu. Habari za asubuhi. Kwanza nipende kuomba samahani kwa kuwaiteni asubuhi bila kuwapa taarifa mwanzo. Niseme nimepokea taarifa kutoka kwa wananchi kwa zoezi linaloendelea kwa ukeketaji, na jambo hili la ukeketaji ilikuwa ni la zamani sana, ila sasa kwa sasa nimepokea taarifa kuna baadhi ya vijiji wanaendelea na zoezi hili la ukeketaji wa kijinsia kwa wakatili watoto. Hivyo basi ofisi inawaagiza mwende mkaongee na wazee wa mila, mkae nao chini na kuongelea juu ya swala hili na namna gani ya kuweza kulitokomeza. Muongee nao kwa fasaha, kwa sababu wazee wengine wanakuwa ni watata, ila muwe nao kwa karibu na kwa ushauri namna kutokomeza hili swala. Basi mheshimiwa, hili mimi nilipokea na nitalifanyia kazi kwa juhudi, na huyu mzee tutaenda kumkemea hili swala asiendeleze na kuhakikisha hili swala litafutika kabisa. Nikiungana na mwenzangu na mimi pia hilo swala nimelipokea, nitaenda kulifanyia kazi kama ulivyotuagiza. Hatutokuangusha, pia hatutoiangusha serikali. Tutafanya kwa nguvu zetu zote, tutakaa nayo, tutashauriana nayo. Lakini huyu mzee wa kijiji hichi cha Mwapofu ni jambo ambalo analiendeleza sana kwa muda mrefu, japokuwa serikali imekemea juu ya swala hili lisiendelee. Na swala hili lina athari kubwa juu ya ukeketaji wa kina mama. Kina mama hupatwa na maradhi mengi, lakini pia hata vifaa vile ambavyo vinavyofanyika pale vinakuwa si salama. Kwa hiyo sisi tumelipokea hilo, tutatumia nguvu zote ili kuweza kulitokomeza ile swala. Asante sana. Mila zetu kulisiwa jane mara mitala, mila zetu watoto akina mama wanateseka. Mila zetu, mila zetu, mila zetu, mila zetu. Habari yako? Poa. Najua nimekuita, na kitu nimesikia ambacho wewe unataka kutoroka, unataka kuondoka kwa sababu ya hili jambo linalotokea, si ndio? Usitoroke, fanya mipango kama vipi. Ni pale jengoni nikomeni Aroni. Mimi hata sikuamini kusema hiyo mipango gani? Mwanzo ulishindwa kunisaidia. Sasa hivi ile swala tena limeanza tamisa kukukaa. Yaani ile swala kwanza lina asili. Kwanza yani kijiji kizima watu washenga wengine ambao wenye kutoroka, wengine ambao watoto wanakimbizwa mtaani wanakamatwa wanapelekwa. Mimi sitaki kusikia hata ile swala, si ndio mila zao, si ndio nini? Sitaki. Nisikilize basi mpenzi wangu. Mimi ninachokuomba, nimekuita hapa kwa maana afu tuelewane fresh. Au sio? Mimi nimekuita hapa nitakuja kukuambia kitu kikubwa, usitoroke.
Kwa sababu gani? Na maana unataka wewe, yani unapenda mimi nipite ile jambo. Sio kwa maana hiyo. Sasa unafanya kama unatoroka, yani utoroki. Nenda kupeleka mjengoni. Yaani ukifika mlo ukitulia ni fresh. Bado tasikubali na hiyo hali, mimi bado sikuamini na bado siamini, yani na hii hali mimi sitaki nitokee tena, ndio maana na mpango sasa hivi nifanye mambo yangu nipate kutoroka, sitaki tena. Mwanzo tena ilikuwa hivyo hivyo, yani nimekuwa kama mtu ambaye namkosi nalo. Sasa hivi nimerudi, hata mwezi ulikuwa bado hujafika. Tena swali limerudi tena. Mimi nitajua jinsi gani ya kufanya, nitakupitisha unatulia mjengoni ndani mpaka mazingira yanaishi. Kwani hii hali unaonekana unaipenda sana. Uone kama unahatarisha maisha yako, siku akija kujua je? Na mpaka siku hapo watapokuja kujua wao, hizo tutakulishaisha. Usiogope wala nini. Amini hivyo, nisikilize mimi ninachokuambia. Mimi naamini hivyo. Au unasemaje? Basi haina shida. Ngoja mimi nifanye kwenda huko nyumbani, maana sijaaga. Kiwa tayari tutazidi kuongea, tasiliana. Mimi sina tamani, siwezi kuwa na furaha kwa sasa hivi. Fanya hivyo. Wewe kwa leo tukaonana leo. Kwa leo sijajua tena, maana swala lenyewe na hilo kuzunguka. Watu washaanza kukamatwa kwa mtaani. Kwani hujasikia? Ndio maana nikakwambia sasa washaanza kukamatwa. Kwa ndio sitaki kuzunguka sasa mpaka ile swala lifikie tutawasiliana. Usifanye mipango basi. Yaani mipango ikiwa vizuri, mambo yanaenda. Kulisi wajane mara mitala, mila zetu. Watoto kina mama wanateseka, mila zetu, mila zetu, mila zetu, mila zetu. Yeah, 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 ile furaha ya kijiji imeshatoweka, hakuna babu wala bibi wa kuaminika. Kiongozi wa mila zetu, yeye amerisishwa na mababu zetu. Tazama himaya yetu, hakuna elimu, ila kukicha ni kumwaga damu. Utasikia